Tunapokwenda kuendelea na utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi huu katika miji ya Maswa na Meatu, ni waombe wananchi wa maeneo hayo watoe ushirikiano kama huu waliofanya ndugu zao wa Busega ili kuharakisha utekelezaji wa mradi huu. Ndugu wananchi, ni waombe muungane nami kuwashukuru wadau wa maendeleo ambao ni shirika la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi la Green Climate Fund au GCF na serikali ya Ujerumani kupitia German Development Corporation na yenyewe kupitia Benki ya Maendeleo ya Ujerumani ya KfW, ambao wametupatia msaada huu na ambao wanashirikiana nasi katika utekelezaji wa mradi huu mkubwa kwa gharama shilingi bilioni 440. Ujerumani oye! GCF oye! KfW oye! Aidha, ni washukuru Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, European Investment Bank, na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, ambao wamegharamia ujenzi wa mradi wa maji ya Lamadi kwa gharama shilingi bilioni 12.83. Na wenyewe tuambie asanteni na tuseme oye, tuwapige makofi mengi. To our development partners, thank you so much. You couldn't have done much better in supporting the socio-economic development of this community than financing this project, integrated climate change development project. Supporting this community is supporting the whole nation. We are very grateful. Thank you so much. Aidha, niwashukuru ndugu wananchi, nafahamu mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unajumuisha kazi zinazohusu, kama nilivyosema awali, sekta ya kilimo, mifugo, maji na uhifadhi wa mazingira, lakini pia usafi wa mazingira. Niwakumbushe kuwa swala la uhifadhi wa mazingira ni msingi endelevu wa upatikanaji wa maji na kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama kilimo, ufugaji, uvuvi, uwepo wa viwanda na utalii. Kwa muktadha huo, ninaagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu kwa kushirikiana na sekta zote, na kila sekta au kila wizara itimize wajibu wake. Ndugu zangu Wasukuma, nyinyi mahodari sana kukata miti. Unataka ukichunga ng'ombe wako huko hapa umuone ng'ombe kilomita 3. Lakini hayo ndiyo yametufikisha hapa. Niwaombe sana sasa turudi kupanda miti. Mradi huu una sehemu ya upandaji wa miti, una component 5 kama nilivyosema. Niombe tekelezeni mradi huu kwa juhudi kubwa ili mrudishe mazingira kama yalivyokuwa mwanzo na muweze kufaidika nayo. Ndugu zangu, serikali imeipa kipaumbele sekta ya maji ili iweze kutoa huduma endelevu ya maji safi na salama pamoja na usafi wa mazingira kwa wananchi wote. Nafahamu sekta ya maji ni miongoni mwa sekta muhimu katika kukuza uchumi na kupambana na umaskini nchini, ambapo maji yanapopatikana bila shida husaidia kupunguza muda wa wananchi kutafuta maji na badala yake kutumia muda huo kufanya kazi za kujiletea maendeleo. Vile vile, upatikanaji wa maji safi na salama unawapunguzia wananchi matishio ya magonjwa yatokanayo na ukosefu wa maji. Na ndio maana tunasema maji ni uhai. Ni uhai wa viumbe wanadamu, lakini ni uhai wa viumbe wanyama. Kwa hiyo twendeni tukaukamate mradi huu, tutekeleze yaliyomo ndani ya mradi huu ili tuwe na uendelevu wa upatikanaji wa maji. Ndugu zangu, kwa mantiki hiyo, nitumie fursa hii kumpongeza Waziri wa Maji na timu yake kwa kazi nzuri wanayoifanya kuendelea na mipango ya kuongeza upatikanaji wa huduma za maji katika maeneo mbalimbali vijijini na mijini. Na ndugu zenu Awesu, nimemwekea wakina mama wawili, Mwajuma na mwenziwe naibu katibu mkuu.
Wakina mama hawa niliwaambia nimeapa kumtua mama ndoo kichwani. Waziri wenu ni mwanamme, nyinyi wawili ni mwanamke. Nendeni kampeni nguvu, maji yapatikane Tanzania, na dada zenu hawa wameifanya kazi hiyo na maji yamepatikana kwa kiasi kikubwa ndani ya Tanzania. Kwa ukanda huu wa kanda ya Ziwa, naomba mkae. Kwa ukanda huu wa kanda ya Ziwa peke yake, karibu trilioni 1 milioni 400 zimetumika kuleta suluhu ya maji ndani ya kanda ya Ziwa. Kila eneo la kanda ya Ziwa maji sasa yanapatikana, na tunakwenda kumalizia kwa yale maeneo ambayo bado huduma haijafika. Kwa nawapongeza sana Waziri Aweso na timu yako. Jitihada hizi zimeimarisha hali ya upatikanaji wa maji safi na salama mkoa wa Simiyu kutoka wastani wa 70% mwaka 2020 hadi 83% mwaka 2025 maeneo ya vijijini, na kwa upande wa mijini kutoka wastani wa 84% mwaka 2020 hadi 91.6 mwaka 2025. Lakini kama mnavyojua kuna miradi mingi bado inatekelezwa. Tutakapomaliza miradi yote, asilimia hizi zinakwenda kuwa pengine 100% ndani ya mkoa wa Simiyu. Niwasisitize wizara shirikiane vyema na uongozi wa mikoa pamoja na wilaya zote nchini ili kuimarisha utekelezaji wa mipango ya upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu zangu, vile serikali imefikisha umeme kwenye vijiji vyote 59 vya Busega, na mradi wa ujenzi wa miundombinu ya kusafirisha umeme huo kutoka Busega na ujenzi wa kituo cha kupozea umeme hapa Simiyu vitaimarisha zaidi upatikanaji wa umeme wa uhakika na hivyo kupatikana maji kwa uhakika. Ndugu wananchi, serikali imeendelea kusimamia kwa karibu maendeleo ya sekta ndogo ya pamba. Katika ziara hii nilizindua viwanda vikubwa 3 vya pamba katika mkoa wetu wa Simiyu. Nitumie fursa hii kuwaasa muendelee kuzalisha pamba kwa wingi ili tunufaike na ujio wa viwanda hivi. Na pale mwanzo nilisema uwepo wa maji popote pale unafanya uwepo wa kilimo kizuri, mifugo vizuri, viwanda viwepo na sekta nyingine zinaleta maendeleo. Kwa hiyo uwepo wa viwanda hivi na vinavyokuja ndani ya mkoa wa Simiyu ni suluhisho la uchumi wetu, ni dalili kwa maji yanapatikana kwa uhakika, umeme unapatikana kwa uhakika. Hongereni sana wana Simiyu. Serikali vile vile imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya mifugo.